Asante sana mchungaji wa parish hii ambaye pia ndiye archdeacon wa Kireita Archdeaconry ambayo ni Rari, Archdeacon Canon Juliet Vundi, na viongozi wote wa kanisa ambao mko mahali hapa. His Excellency the President of the Republic of Kenya, Dr. William Ruto, our Governor Kiambu County, Dr. Kimende wa Matangi, our all leaders wa Kristo wote, hamjambo. Mungu yu mwema na kila wakati. Number one, I would first want to say that we really are grateful, His Excellency, for choosing to visit us in Kiambu this morning. We really want to thank God for choosing us to be the people to worship with. And the Bible says that all things work out together for good for them that love the Lord and walk according to His purpose. Today, having been a Thanksgiving Day and a family Thanksgiving Day, kukua kamoja na familia yetu, President akawa mmoja wa familia yetu, we don't take it for granted as the people of Kiambu na watu warari. We are very grateful. Jambo lingine ambalo ningetaka kusema ni kuhusu mhubiri wa siku hii ya leo. Mhubiri wa siku hii ya leo ameongea mambo mazito sana kuhusu familia. But still kuna jambo ambalo ningetaka mhubiri maybe baada ya hii atusaidie, kwa sababu wale ambao ni generation yangu, na generation yangu ndio generation pia ya president, ni ya kwamba wazazi wale ambao walitulea sisi hawakuwa na huo wakati wa kuongea hivi umesema tuongee. Walikuwa na wakati wa kutuangalia na macho, tunatoka nje. Tunaangaliwa na macho ingine inasema kulala. Tunaangaliwa na macho ingine inasema wageni wamekuja, watakula mkate, mtoke nje. So wale ambao tunalea sasa, mhubiri, you will help us to understand. Hiyo lugha hawaelewi. Ukifunga hiyo macho watu waone kuna jambo, watakuuliza hiyo macho yako ni mgonjwa. So mhubiri, tafadhali help us to understand, because I'm a mother of young adults na wanataka to reason pamoja. So you will help us how we are going to reason with these people to get to where you have helped us to be today. Jambo lingine ambalo ningetaka kukuambia President ni ya kwamba watu hawa warali constituency wali tuchagua overwhelmingly. Watu warali hawakujua tulikuwa tunashindana na nani, and governor can bear me witness. Wale ambao tulipewa viti za county na national seats, watu warali walitupatia zote, Mr. President. And shida ya watu warali, our president, kama hutataka kufanya campaign rally 2027, ni kama vile MCA wao amesema. Watu warari shida yao sio barabara kuharibika, ni kutokuwa na barabara at all. Hawa watu since independence hawajapata barabara. So Mr. President, the greatest thing that you can do to the people, hata hawajuange ni gani za county, ni gani za national, kwa sababu hawajawahi ona hata hiyo moja, hata hiyo county, hata hiyo national. When we were doing campaign here with the engineer Wanjiko pande ya Nyandoma, I realized hapa mpaka anything can grow in Rari. Mr. President, anything, unapanda kitu chochote rali inakuwa. This is a place that God has blessed. Hapa ndio niliona purple tea. But the problem is that barabara za huku hazipitiki. Kuna moja very important ya Kagwe kwenda Githunguri. Hiyo barabara is very important to these people, but it is in total mess. Na jambo lingine President ningetaka kusema ni ya kwamba MCA wa hapa amesema ya kwamba watu wamepelekwa huko kwa Mheshimiwa Ichungwah kwenda kusomea huko. But I can tell you now as the MP warali, kwa sababu wewe ndio acting leo, unatakikana ujue ya kwamba kuna institution hapa inaitwa Kwaregi hapa chini, a very good TVET. Lakini shida ya hiyo shule haina walimu wa technical. Na ndio sasa watu wa hapa wanaenda mpaka Kikuyu. Sasa huko ML ndiye anafaidika na pesa ambayo ingekuwa inasaidia rali. So tafadhali tungekuomba sasa wewe Mheshimiwa Kahangara utoe mambo ya Ichungwah hapa. Hii shule yetu iletwe watoto, Ichungwah akae na watu wake. So watoto warali pesa yao iletwe hapa. There is a very beautiful technical school, lakini haina walimu na haina barabara. So kukosa barabara na kukosa walimu is the big problem. So thank you so much our president. Maybe you look into that, but don't forget vile MCA wa hapa amesema shida ya rali ni tatu. Shida ya rali ni mambo matatu.
barabara, barabara na barabara. Watu wa Rari wakipata hiyo, we shall be okay. And thank you so much. May God bless you. And thank you for choosing Kiambu to be your place of worship today. Thank you. Thank you, Mheshimiwa Wamuratha. Your Excellency, kwa heshima nimkaribishe governor wetu, Governor Kimani wa Matangi. Asante sana Rais wetu Your Excellency Dr. William Samoei Ruto kwa kututembelea siku ya leo. Tunakukaribisha sana viongozi wote ambao tuko nao hapa siku ya leo. Pia nataka nishukuru na niwakaribishe pia hapa Lari na pia hapa Kiambu. Naona tuko na viongozi wametoka mpaka nje ya kaunti yetu ya Kiambu. Nataka nimshukuru mchungaji wetu, archdeacon wetu, ambaye siku ya leo pia umetukaribisha kwenye kanisa na tumepata nafasi nzuri ya kusikia mahubiri mazuri sana. Nataka niwatambue mpaka our county commissioner na timu yako yote. Asante speaker wetu wa county assembly, viongozi wote wa county assembly. Pia nataka niwatambue nyinyi wote, deputy speaker, majority leader, viongozi wote ambao mko pale. Tuko na waziri ambaye pia hapa anatusimamia mambo ya maji, Waziri Kuria. Na niseme hii ni siku nzuri, Your Excellency, ilikuwa ni surprise kubwa sana. Na vile wewe uliamkia tu, na ni mzuri watu wa Rari wajue ni wewe unatupenda, si watu ulilazimishwa na mtu. Sisi wote viongozi siku ya leo tuliamshwa mbio ya kwamba rais mwenyewe ameamua kwa hiari yake, sio kwa kuagizwa na governor ama majority leader ama mchungaji. Yeye mwenyewe alipiga hesabu yake usiku akasema leo mimi naenda pale Kereita. Sasa sisi wote mimi nikiwa nimelala wakati najipanga tulikuwa tunaenda harambee ingine kule Kikuyu. Na nilikuwa huko najua tunakutana na majority leader kwa hiyo kanisa. Sasa ilibidi sisi wote tupindue mbao na kukimbia hapa na kumngojea rais wetu. Situmpigia rais makofi. Adorari, muriega. Ni mwake na ne president witu guka. Muno. Atumia guko ne maregemi. Asante sana. Thank you Muno. Your Excellency, sisi hatuna mambo mengi. Hii Kiambu siku hizi kazi yetu tunataka tu mambo ya maendeleo. Na kwa hivyo sitasema mengi. Ila nataka nimshukuru mwenye ametuhubiria kwa vile hayo mahubiri umetuhubiria. Mtu akinyamaza peke yake uyatafakari, utajua ya kwamba tuna kazi ya kufanya kwenye jamii, kwenye kanisa, kwa watoto wetu na kwa uongozi. Mungu akubariki kwa hayo mawazo mazuri. Niliona kama ni msichana mdogo alikuwa anatuhubiria, lakini mawazo yake ni makuu. Kana tuko doito. Useme asante sana. Ya pili, Your Excellency, mimi sitasema mengi leo. Nitasema machache sana. Kwa vile hii Lari ni yako. Unajua tukitembea na wewe hapa ni mzuri kusemanga ukweli wakati huko, tusisemange wakati wewe haupo. Tukitembea na wewe hapa kila saa, mimi nasikia unauliza mtu na tulikuwa tumeenda wapi hapa hivi. Kama leo nilisikia ukiuliza hapa nje, ukaambia tulikuwa tuko hapa kwa kanisa iko hapa miaka fulani. Tukitembea na wewe huko ngambo ile nyingine, kila mahali. Hii Lari, kuna mahali ambapo umetembea kutoka wakati tulianza campaign. Na kwa hivyo sitajaribu kukuambia mambo yako ambayo yako hapa Lari. Hapa sisi Lari, Your Excellency, tuna bahati kubwa sana. Na mimi najua utasema ya kwamba kwa soko zote zenye umepeana, zile tunaita za Wanjiko mwenyewe, zile za chini kabisa, ESP, hapa Lari peke yake umetupatia soko 4. Na mimi najua wewe utazisema wewe mwenyewe. In Lari only. Your Excellency, hapa umetupatia miradi mingi na sitaki kukusemea. Uache nikuachie wewe ukuje ujisemee. Your Excellency, ndio watu wajue hizi vitu wewe ndio unasemanga, sisi ingine tunasema kwa niaba yako. Na kwa vile wewe sasa ni MP, ni president, useme yote hiyo. Lakini Your Excellency, uache tu kwa heshima niseme kwa hiyo moja, hizo mbili tu yenye imegusiwa. Ya kwanza ni hiyo ya barabara, Your Excellency. Kwa vile niko na ombi, ningependa kuomba barabara hapa
kama mwanalari ninaambianga hawa watu story kidogo. Your Excellency, ni mzuri pia nikwambie ndio ujuange huyu wa Matangi amepita njia gani. Mimi the clergy, Your Excellency the President, karibu sana hapa kwetu Kiambu, and we are happy to be here. Kwa wakati huu Kimani Ichungwah, nimesikia kuna MP who is William Ruto, kuna deputy who is the MCA, na kuna deputy mwingine. Simama Abigail. Thank you very much. That is Kahangara's daughter. Akaniambia pia yeye niseme yako. Asante sana Abigail. Abigail anasomea Mbere Hills. Sasa ndio anaingia form 4. Asante sana. Thank you very much. Watu warari andu arari mwathani agoshwo. Tugeithania iyo guo. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Oya igeithi cia kuma Thika. Asante sana. Your Excellency, today is a great day. Asante sana kwa kuchagua kuwa na sisi hapa Kiambu. Tunafurahia sana na tumekuja kurudisha shukrani zetu kwa siku ya leo, Your Excellency, kwa sababu tulipoenda kule bunge ulitupatia responsibility ya Kahangara, ukampatia yeye angalie maneno ya security, na pia mimi ukaniambia niangalie maneno ya youth. Ningetaka kuambia wanarari on behalf ya mimi sasa nasaidia president kidogo, ya kwamba mwezi wa pili hapa kwetu Rari na Kiambu yote tutakuwa tunachukua watoto wetu wa NYS. Kwa hivyo mimi ndio nasimamia hiyo kule bunge, na mheshimiwa wenyu mtokee kwa sababu ya maneno ya NYS. Tuko pamoja? Na muambie watoto watokee kwa sababu rais wetu siku mbili zilizopita alisema ya kwamba wale watoto ambao watakuwa wanachukuliwa kuwa mapolisi, kuwa majeshi, kuwa wanasimamia wildlife, kuwa wanasimamia forestry, watakuwa wanatoka kwa NYS. Naturaiguana. Kwa hivyo ukituona huku mwezi wa pili, uambie vijana wetu ndio waweze kuingia kule kwa NYS. Ya pili, Your Excellency, nataka kukuambia sisi kama wana Kiambu tulizunguka Kiambu mzima wakati tulikuwa tunafanya maneno ya inua jamii. Kama wajumbe wa Kiambu tulishikana na tuka make sure every woman na mzee ambaye amefikisha 70 years, we registered them, na sasa wako kwa mradi wa inua jamii. Na kuanzia nataka mjue watu wetu warari wa mama ambao tumefikisha na wazee 70 years, kuanzia mwezi wa 3 next year tutakuwa wale tuliajiri, wale ambao we registered them, au mjue ya kwamba pesa yenyu itakuwa inaingia kuanzia mwezi wa 3. Tuko sawa? Sasa watajoin wale wengine ambao walikuweko sasa na wale wengine ambao tumeandikisha. Kutoka mwezi wa 3 tutakuwa tuna receive pesa yetu ya uzeeni. Asanteni sana, na ningetaka kusema kwa sababu hatutapatana na nyinyi tena mpaka next year, Merry Christmas and a Happy New Year. Asanteni sana. Thank you very much. Mheshimiwa Kagome.